41. Naanza na kitabu cha Mwanzo 41:34 na kuendelea. Neno linasema hivi. Akasema hivi, tena akaweka wasimamizi kwenye nchi kutawala sehemu ya 5, yani huduma katika nchi. Na neno hili likawa jema machoni pa nguvu ya Farao, machoni pa watumishi wake wote. Akawaambia hivi, tutapata wapi mtumishi kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani ya moyo wake? Akawaambia, tunaona huyu Yusufu ana roho ya Mungu, kwa kuwa Mungu anamfanikisha na kumfahamisha yote. Na kwa kuwa mtu huyu ana roho ya Mungu, hapana mtu mwenye akili na elimu na maarifa kama huyu, maana Roho anafanya elimu mpya. Na kwa neno la Mungu wake atatawala parapanda. Na kiti cha neno la Mungu ndani ya moyo wake atatawala parapanda ya pili. Na tena atakuwa mkuu kuliko wote parapanda ya 3. Kwa maisha tunayoishi, maisha ya Mungu na sisi tukiwa na roho wa Mungu moyoni na uwezo wa kuwaza. Roho wa Mungu, elimu, maarifa yatakayo kuwezesha kufanya yale tunayotaka na kutawala na Mungu na kumiliki na nani? Na Mungu. Mambo nini? Sema yote. Tena. Ongeza na parapanda kama naelewa kitu. Kitabu cha Misali 16 na mstari wa kwanza. Leo tena mbio kulingana na wakati. Misali 16:1. Anasema takatifu maandalio ya moyo wako ni ya kwako wewe mwenyewe, na utapata jawabu la ulimi wa sauti yako kwa Mungu. Njia zote zitakazokuwa na utakatifu zitakuwa safi, maana Bwana atakuwa ameshapima roho wa maisha yako. Mkabidhi Bwana Mungu wako kazi zako parapanda, na mawazo yako parapanda, maana Bwana Mungu wako anafanya kila kitu kiwe kizuri parapanda ya 3. Kwa hiyo moyo wako ndio utakayoleta unayohitaji na yatatimilika. Yataleta nini? Sema jawabu. Na nini? Sema na maisha. Mungu atakuwa wako, kiti cha Mungu moyoni mwako chako, mamlaka ya mafanikio ni yako, mamlaka ya baraka ni zako, mamlaka ya fedha ni yako, mamlaka ya Mungu ni yako. Na yale yote yanayoweza kufanya nini? Sema yangu. Tena. Wakati na parapanda. Kwa hayo ndio maisha tutakayoishi katika ufalme wa Mungu na haki yake. Na leo kwa kuwa wamezaliwa wafunuliwa, na wengine wameolewa ndani ya watakatifu, hiyo ni agano lako. Itakuwa funguo ya kibeti, watoto wako wapate kuolewa na wengine wapate kuoa, na maisha yako yasonge mbele. Na aliyekosa kuzaa atazaa sasa mema. Jipa parapanda kwa kuwa nafsi yako imekombolewa na Bwana. Misali 23:7. Leo natembea kwa mwendo mkali wa kishika neno.
Mithali 23:7 anasema, maana mtakavyoona kwenye nafsi zenu ndivyo mtakavyoishi. Na kama nafsi zenu zitaona kukura au kushiriki, zitashiriki. Na moyo wako ukiwa umeshajiandaa kupokea mema na maisha mema, utapokea mema. Na nguvu ya moyo wako ukishajua ndani ya nafsi yako unatakiwa kuishi kwa faida, utaishi kwa faida. Na kazi yako na biashara yako, kama unasafiri kwa kujua mimi nina kazi za faida, biashara ya faida, maisha ya faida, itakuja faida. Parapanda parapanda wewe, parapanda wewe, parapanda na sala kanisa, na sala kanisa la Mungu Baba shule yako nitapanda swali parapanda. Sasa sura moja na mstari 18. Leo tunapelekana mchaka, yaani mbio. Efeso sura moja mstari 18. Neno linasema hivi, na Efeso 1:18, macho yenu yatakuwa ya mioyoni mwenu na macho kwenye mioyo yatakuwa na nuru, tumaini ya kujua mliochoitiwa. Jinsi mlivyo ndivyo mtakavyopata utajiri mkuu, kwa kuwa mmepata utukufu wa Mungu wenye urithi wa mema. Na watakaoishi ni watakatifu. Parapanda. Watakaoishi ni watakatifu. Parapanda. Wanaoishi neema ni watakatifu. Parapanda. Wanaoishi uzima ni watakatifu. Parapanda. Wanaoishi haki ni watakatifu. Parapanda. Wanaishi ulinzi wa Roho Mtakatifu wa moto ni watakatifu. Parapanda. Parapanda tena. Parapanda tena. Malipo mema, malipo mema, malipo mema, malipo mema, malipo mema, malipo mema. Yes.